Sasa twende katika hitimisho ambalo tunahitaji tuone vile vigawanyiko vya maadili ambavyo vinapatikana kutokana na malezi. Kigawanyiko cha kwanza ni lazima mwanadamu amuandae mtoto wake kimaadili ya kimwili. Maadili ya kimwili. Tukizungumza kimwili, kwanza jamani, muelimishe mtoto wako kuoga. Awe anatambua kama hapa duniani kuna maisha na utaratibu wa kuoga. Atambue kuna utaratibu wa kupiga mswaki. Usipomwelekeza anakuwa akiwa hapendi mswaki. Usipomwelekeza anakuwa akiwa hapendi kuoga. Usipomwelekeza anakuwa akiwa hapendi kufua. Sasa jitu mpaka kubwa zima bado unamkuta mvivu tu wa kufua, yani kufua hataki, anakubali avae nguo hivyo hivyo tu chafu. Kwa sababu gani? Hakulelewa katika misingi ya kuonyeshwa kuna utaratibu wa kufua. Kwa hiyo muandae mtoto wako kimwili kumuonyesha kuna utamaduni wa kuoga, na kuoga ni katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo la kwanza. La pili, muandae mtoto wako kimaadili kiakili. Maadili ya kiakili, akili zake ziandae ziwe zina uwezo, sio kila anacholetewa yeye anapokea tu, bali akili yake iwe na uwezo wa kutafakari. Anawezekana na rafiki huko ana mambo ya ajabu sana, sasa naye akawa anamwambia. Sasa akimwambia, mfundishe kuwa ana kanuni, na awe na kanuni ya kuchuja maneno, sio kila analoambiwa yeye analipokea. Anakuja siku za kwanza atakuwa anakuja kuambia, baba mimi naondoka na rafiki yangu. Wapi? Tunaondoka sehemu fulani. Wapi? Tunaenda sehemu kadhaa. Kuna nini? Muulize vizuri, umefikiria vizuri mwanangu? Yani wewe unaenda sehemu usiyojua, tuna rafiki yako, na rafiki yako wenyewe umekutana nayo shule tu, humjui kwao, hujui mazingira yao. Inawezekana ukafika kule ukakuta vyakula vya ajabu mwanangu, utakosa kula na hajakuwa una njaa. Muandae kiakili katika kutafakari, sio kila anacholetewa anakikubali. Lakini kadhalika muandae mtoto wako kiitikadi, imani yake iandae vizuri, kwamba ahakikishe kuwa anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu akiwa anamwaidhi ndugu yake, anamkataza ndugu yake fil haya. Wewe mdume mzima unakuwa na aibu bwana. Yani mtu anamwambia ndugu yake, unakuwa na aibu wewe mwanamume mzima unakuwa na aibu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule kaka yake, akamwambia da'ahu fa innal hayaa minal iman. Muache, kwa sababu kuona aibu ni katika imani. Yani mtu ukimwona ana aibu basi ni dalili ya kuwa huyo ni muumini. Ukimwona mtu hana aibu, huyo sio muumini. Muumini ni lazima awe na aibu, kwa sababu ile aibu ndio itakupelekea kuto kukaa uchi mbele za watu. Aibu ndio itakupelekea kuto kuchikichia mtu kadondosha 10,000 yake wewe ukaikanyaga. Ile aibu, je, nikionekana itakuwaje? Je, nikisikikwa itakuwaje? Kwa hiyo ile aibu ile inaanzia hapo, kutafakari kwamba je, fulani akinijua kwamba nimefanya jambo la ajabu itakuwaje? Hatimaye ile aibu inakuzuia kufanya jambo la ajabu, ima kukaa uchi. Na wale ambao wote unaona wanakaa uchi kwa sababu wamekosa aibu. Yani aibu kwanza inaanzia kuwaona binadamu wenzio, ndio inaanzia hapo katika kuwaonea aibu binadamu. Sisi ndio tunakuona moja kwa moja. Kwa hiyo sasa aibu inaanzia hapo. Yani mimi nakaa uchi itakuwaje wakiniona watu? Hivi nina mvuto kweli wa kuonekana mimi nipo uchi katika jamii? Maana kuna mwingine basi kakosa hata ile sura ya mvuto kuonekana katika jamii. Yeye mwenyewe hajijui kama mwili wake unatisha, unatia kichefuchefu, lakini yeye analazimisha lazima akae uchi. Kwa hiyo aibu ni kitu muhimu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia da'ahu fa innal hayaa minal iman. Muache, kwa sababu kuona aibu ni katika imani. Kisha tupate maadili ya kijamii. Maadili ya kijamii, maisha ya kijamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema asharatu minal fitra. Yale maadili ya kijamii, mambo 10 ni katika fitra, maumbile Mwenyezi Mungu katumbia haswa hayo. Akataja kupunguza kucha, kutoa nywele za kwapa. Leo imefika wakati kwamba mtu kwa sababu hana maadili ya kijamii amevaa singlendi, alafu ameshika bomba ya daladala, alafu kwapa zake zimejaa nywele tele. Kwa sababu gani? Kakosa maadili ya kijamii. Unamuonyesha nani? Wewe unamuonyesha wewe ni nani? Je, wewe mwenyewe hauna aibu kwenye hicho unachokifanya?
Kwa sababu amekosa malezi ya kuonyeshwa kwamba kuna utamaduni huu na asharatu minal fitra. Mtu leo anakucha kiasi kwamba mpaka ni tabu hata kushika kitu, anakucha kiasi kwamba mpaka anaona shida hata kutembea. Lakini cha ajabu zaidi ambacho mimi nakitafakari, ananawa vipi? Huyu ambaye anakucha kaziweka mpaka hata yeye mwenyewe anaona shida kushika kitu, kunawa akenda msalani ananawa vipi? Au hanawi? Inawezekana ukatafakari usipate jibu hata wewe, kama mimi nilikuwa sijapata jibu mpaka leo hii. Kadhalika mwanadamu ni lazima amuandae mtoto wake, aandae jamii anayoishi nayo, aiandae kinafsi. Ni lazima tuwe na kanuni ya kuoneana huruma, kuheshimiana, ambayo kwa sasa tunaitafuta. Maadili kama hayo ya kuheshimiana, ya kuoneana huruma hatunayo tena. Yani mtoto leo hii hamuheshimu mkubwa, lakini kadhalika mkubwa hamuonei huruma mtoto. Leo inawezekana ukamwona mtu mkubwa akampiga konzi mtoto, hilo la ajabu sana. Unaweza ukamwona mtu ni mtoto wake asoa kumzaa mwenyewe, labda ndio analingia, lakini kashika fimbo anatoka kumsindikiza toka alikotoka mpaka anafika nyumbani. Yani mtoto anapiga sauti mpaka inakatika, mama hajali, kwa sababu hana huruma. Ye mwenyewe hakupata maadili ya kuwa na huruma, na anashindwa kumwandaa huyu mtoto, kwa sababu unapomwandaa hivi huyu mtoto na endo kadhalika anakuwa katika malezi yao akiwa hana huruma. Na yeye akipata wake anasema mimi mama alinikukunguta kweli kweli, na yeye kadhalika anakunguta hivyo, maana hana huruma, kwa sababu ndio malezi aliyoyapata kutoka kwa mama yake. Kwa hiyo ni lazima tuandae watoto wetu katika vitu hivi ambavyo nimevizungumzia kwa leo, vitu vitano ambao ni aina ya maadili ambayo yanapaswa yawepo katika jamii: maadili ya kuheshimiana, maadili ya kueneana huruma, maadili ya kusaidiana. Wataawanu alal birri wattaqwa, watu wasaidiane katika mambo ya kheri. Katika kigawanyiko chetu hichi cha pili nimezungumzia vigawanyiko vya malezi, vigawanyiko vya maadili, ambavyo nimeanza na kuzungumza rafiki gani unapaswa uwe nayo, rafiki gani unapaswa ufuatane nayo, kwa sababu adu albalidi ila aljaridi saria, uadui wa mjinga kuambukiza kwa mtu mwema ni haraka sana. Wewe unawezekana ukawa ni mzuri, lakini ukifuatana na jamii iliyoharibika haraka sana na wewe utaharibika, kama vile unavyoona kala moto likiingizwa kwenye vumbi lake, jivu lake lile. Kala moto lina moto mkali kabisa, moto haswa, yani cha ajabu. Chukua weka katika jivu, kisha baadaye lete, hata dakika isichukue, litoe halina moto. Yani moto mzima wewe umezimwa na jivu. Basi kadhalika ule uadui, uambukizaji wa mtu mjinga kwenda kwa mtu mwelevu ni haraka sana, uanaambukizwa ujinga. Mara moja utamkuta naye ameathirika. Kwa hiyo tutizame jamii tunaishi na nani, ili tusiharibu maadili yetu. Kuchanganyika na watu waliokosa maadili maana yake ni kuharibu maadili yetu. Kuchanganyika na watu ambao wamekosa malezi ndani ya familia zao, na sisi ni kuharibu malezi yao, malezi yetu. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.